ya mwisho ujiulize, na atakaporudi akiwa ni mfalme, jeshi la malaika wapiga tarumbeta, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, na atakaporudi akiwa ni mfalme, jeshi la malaika wapiga tarumbeta, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize. Mnapoona mambo hayo, changamkeni, wokovu umekaribia, umjue Yesu. Watu wangu, tambueni, siku ikaribu. Mwenye sikio asikie Bwana anasema, mwenye sikio asikie Bwana anasema, na atakaporudi akiwa ni mfalme, jeshi la malaika wapiga tarumbeta, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, na atakaporudi akiwa ni mfalme, jeshi la malaika wapiga tarumbeta, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, na atakaporudi akiwa ni mfalme, jeshi la malaika wapiga tarumbeta, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize, itakuwaje siku hiyo? Hebu jiulize. Kabla baba yetu hajaomba samahani,
kwa kosa alilolifanya Mungu alimsamehe mapema. Na huo ndio upendo mkubwa ambao wanadamu hatuna lugha iliyo sahihi yenye kujitosheleza ya kueleza upendo wa Mungu kwetu. Utaona ya kwamba Mungu alipomuumba mtu kwa mfano wake na sura yake katika Mwanzo 1:26. Lakini ukija Mwanzo 2 alimuumba mwanamke na mwanamume akawapa jina lao Adamu. Lakini Mwanzo 2:3 anasema ni Mwanzo 5:3. Mwanzo 5:3 anasema kwamba baada ya Adamu tayari ameshaanguka, sasa anapata watoto sio kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu, anapata watoto kwa sura yake na mfano wake. Kwa hiyo Mwanzo 1:26 walitoka kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Lakini Mwanzo 5:3 Adamu anapata watoto wanatoka kwa sura yake na mfano wake, sio mfano wa Mungu. Kwa hiyo sisi tumetoka kwa Adamu, baada ya dhambi ni kwa sura ya Adamu na mfano wa Adamu, sio sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Inamaanisha nini? Kwa sura na mfano. Salem, Waebrania wanapokuwa wanaongelea sura na mfano, wanamaanisha Mungu alimuumba mtu amwakilishe, asimame badala ya Mungu katika kuongoza, katika kutoa maamuzi, katika kutiisha, akitembea katika tabia ya Mungu. Hiyo ndiyo Demut na Salem, ni sura na mfano, Demut na Salem. Sasa baada ya dhambi, mwanadamu atembei tena kama mwakilishi wa Mungu katika kufanya maamuzi, katika kuishi kwa tabia, anatembea kwa mfano na sura ya Shetani. Kristo anapokuja anafungua mateka wote, anaweka huru. Kila anayeliitia jina la Yesu Kristo na kukubali kuongozwa, atembei kwa sura na mfano wa Shetani, anatembea kwa sura na mfano wa Mungu. Anasema tumezaliwa si katika mbegu inayoharibika, tumezaliwa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno. Sasa utaona mchakato mzima wa ukombozi wa mwanadamu ni Mungu mwanzo mwisho. Yuko front. Amweki malaika, amweki nani, Mungu mwenyewe yuko front mwanzo mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaye Mungu anayetupenda sana. Na ndiyo maana nasema hivi, Mungu aliyowapenda aliwaita tangu awali. Aliyowapenda alituita tangu awali, mapema sana. Alafu aliyowaita na kuwapenda aliwatakasa. Alipowatakasa akawabariki, alipowabariki akawatukuza. Sio maneno yangu, ni Mungu anaongea kupitia maandiko. Kwa hiyo tumeitwa tangu. Unaposema tangu awali, ni kwamba before the creation of this planet, Mungu tayari alikuwa na mimi katika wazo lake. Kwa hiyo aliniita kabla ya dunia kuwepo. Na aliponiita kabla ya dunia kuwepo, kwa upendo wake akanitakasa. Aliponitakasa akanibariki. Aliponibariki akaniinua. Aliponiinua akanitukuza. Maana yake ni hii: hakuna kiumbe atakayepotea kwa kumwangalia Kristo, labda aamue mwenyewe kupotea. Damu ya Yesu ina nguvu kubwa.
Ndipo utaona mchakato mzima. Kristo anawaambia katika kitabu cha Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu, but ye shall receive power. Kwa nini? Kwa nini mpokee nguvu? Hamna nguvu nyinyi. Nyinyi ni dhaifu mno. Hamna uwezo wowote wa kusimama kama mashahidi wangu. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi kote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Tutaangalia, tumekuwa tunapita kwenye hili fungu tangu tulipoanza. Tunaangalia vipengele kwa vipengele, na leo pia Mungu atatuongoza tuangalie vile atakavyopenda tuangalie. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi wanapenda kupiga masongi. Bwana Yesu asifiwe. Kumwimbia Mungu wanapenda sana. Kama ukiona ufahamu wimbo huu, kamata maiki, ingia kati. Yes, for sure I know I'm just flesh and bone. All the way I am, I'm nothing on my own. Yes, forever I know I can, as God is on my side. This weak vessel, oh my God, just strengthen me. Yes, for sure I know I'm just flesh and bone. All the way I am, I'm nothing on my own. Yes, forever I know I can, as God is on my side. This weak vessel, oh my God, just strengthen me. I am not the same man that I used to be. I've not yet reached my brothers where I was supposed to be. But thank God I'm just on the move, my brothers. Oh Lord, lead me to the place you want me to be. I'm not the same man that I used to be. I've not yet reached my sisters where I'm supposed to be. But thank God I'm just on the move, my brothers. Oh Lord, lead me to the place you want me to be. Uwimbo niliupata kipindi nimepita kwenye mazingira fulani hivi magumu. Kipindi ninaumwa baada ya kupigwa tusumu, alafu figo, ini zikaingia kwenye shida. Uwimbo ni wimbo ambao nilikuwa na uandika na mwandikia Mungu. Namwambia, yes, for sure I know I'm just flesh and bone. The way I am, I'm nothing on my own. Yani mimi ni mifupa tu na nyama, ni mifupa na nyama. Peke yangu mimi hamna chochote. Chochote kile siwezi. Kama watu wanaweza wakafanya ya kufanya, alafu nikashindwa kujisaidia, kujiokoa, ina maana I'm nothing. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba mimi sio yule jamaa wa zamani wa kitambo. Sio yule wa kitambo. Niko kwenye njia ninaelekea kule Mungu anataka niende. Ngoja nikwambie kitu. Hata wewe sio wa jana. Wewe ni wa leo. Sikia sauti ya mzee wa siku, focus, nenda kule anataka uende. Hauwezi ukabaki hivyo ulivyo. Wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa na mambo mengi. Kuna wengine walikuwa wagomvi. Kuna wengine walikuwa ni wakukasirika mapema.
wana wa ngurumo, walikuwa ni mtiti, hatarini, walikuwepo. Na wengine walikuwa ni vimbelembele sana, walikuwepo. Na kuna wengine walikuwa wazee wa simbi, ngawila, wanapenda sana hela, walikuwepo. Kulikuwa na tabia tofauti. Na Mungu akasema, mimi huwa naita watu wenye tabia zilizopinda, zilizochakaa, alafu nazitengeneza. Kwa hiyo msishoboke sana kukimbia kwenda kuwa mashahidi wangu. Tulieni, mtapokea nguvu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja uone kitu kituni. Naomba mwanakwaya mmoja wa Kurasini, angalieni kitu kituni hiki. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio rahani. Sasa nafurahi sana. Amani kwako. Sasa bwana, ungemgei maiki jamaa. Alafu Mungu anapenda uishi maisha halisi. Usikopi, wala usiigize, wala usijifanyishe kutembea kitakatifu, wakati Jumatatu, Jumanne, Jumatano mzago unajiachiaga, unadunda. Anapenda hivyo hata nyumbani kwake. Yaani wewe original. Na maisha ya watu wengi ni maisha ya unafiki. Na wanafunzi wa Yesu walikuwa na sampuli kama hizo. Tulieni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Niko sawa. Mimi nawakubali sana. Mmebaki vile, yani tangu kipindi kile, yani Samaritan, mko vile. Ni kama Mungu aishi hivi. Amen. Kwa hiyo mmekuwa na brand yenu. Yani popote, yani ikipigwa unajua Kurasini. Mungu awabariki. Sasa naomba tufanye zoezi moja. Yani chukulie kile kiti pale, kiti. Alafu kilete ukiweke hapo. Asante. Kiweke hapo. Yes, kiweke hapo. Njoo. Sasa hivi ndivyo ambavyo huwa tunashoboka kwenda kuwa mashahidi mapema. Hili ni zoezi, ni ubiri la mfano. Hivi ndivyo ambavyo huwa tunaishi. Na ndio amesema tulieni mpaka mtakapopokea nguvu. Sasa ngoja nipindue meza. Babwe, nilivyosema uweke kiti hapo, wewe umejuaje nimekwambia ukiangalie huko? Wewe unasoma mawazo yangu Nimesoma mazingira. Kwa hiyo yani mimi nilikuwa nataka kitu kiangalie hivyo. Nilikwambia kiangalie hivyo. Hujaniambia. Sasa umejuaje? Nimeangalia mazingira. Na hivyo ndivyo huwa tunavyopishana na mzee wa siku. Hivyo, iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, iwe ni wapi, hatuna muda wa kumsikiliza Mungu, tunajiongeza. Wewe unajiongeza kwa mambo ya Mungu, unajiongeza. Alafu nilivyokuambia weka kiti hapo, wewe umejuaje mimi nataka kikae hivi? Mimi nilikuwa nataka kilale. Alafu hapo nikisema hapo, wewe unajua hapo ni wapi? Kwa sababu nimesema weka hapo. Hujatoa maelekezo ya ziada. Kwani huko niuliza? Kwani aliyekwambia ufuate kiti ni nani? Ishara ya mkono wako ulinielekeza weka kiti pale. Sasa pale unaijua pale ni wapi? Ngoja nikwambie, ajua. Chukua kiti, nenda nacho, njoo nacho, alafu ufuata maelekezo kwangu. Uone uzuri wake. Chukua kiti. Ajua, nenda. Haya, njoo na kiti. Kiweke hapo. Wapi? Good. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hata Mungu anapokuita anasema njooni tusemezane. Sio njoo ujiongeze mbele zangu. Safi. Umefanya vyema.
naomba uniwekee hapa. Kiangalie kulia, kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja niweke pause, tupindue meza. Ndivyo mnavyokuwa mnamuuliza Mungu Roho Mtakatifu katika maisha yenu hivyo? Sasa nyinyi mashahidi wa nani? Mwambie mwenzako Mungu akurehemu. Mheshimiwa, kilaze. Kilaze ukule, kilaze. Kivute kwa juu kidogo hapo. Umeona? Kwanza ukishaanza kuongea, si nilikuwa nimesimama kule, nimemsogelea. Anasema njooni tusemezane. Ndio maana akasema nyinyi nawajua, wengine mna akili za wakokozi, wavuvi. Wakokozi wote the same, wana akili moja. Mkokozi kubaki kwenye mwalo akiwa uchi ana nguo anatembea ni jambo la kawaida. Wewe ndio utafunga macho, sio yeye. Anasema kaeni mpaka mtakapopokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Amina. Sasa kuanzia leo, hata kwa masuala ya mzee wa siku, fanya hivi, alafu utaona hauwezi ukabaki jinsi ulivyo. Amen. Chukua kiti, kirudishe. Wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu hiyo ndio conversation. Yaani njooni tusemezane. Ni upande huu unaongea na upande huu unaongea. Mungu Roho Mtakatifu yupo kutuongoza, kutufundisha, kutuelekeza, kutujaza kwa uweza wake, kutuachia karama zake. Lakini kama hauna muda wa faragha wa kuongea naye, utabaki kwenye kujiongeza. Mambo ya Mungu ujiongezi. Jiongeze kwenye sahani ya kupiga menyu. Unapiga menyu, jiongeze, ongeza nyingine, lakini sio mambo ya kiroho. Irudishe pale ambapo imetolewa na ikakae vile ilivyokuwa imekaa. Wewe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Sasa nilikuwa naangalia baadhi ya vitu kwenye fungu hili tangu tumekuwa hapa, kwamba shahidi ni mtu wa namna gani? Martus, kama Wayunani wanavyosema martusi. Shahidi ni yule mtu ambaye ameona, amesikia, ameelewa, alafu anakiishi alichokiona, alichokisikia, alichokielewa. Sio anakisema. Mara nyingi sana wengi tumekuwa tunajua kwamba shahidi wa neno la Mungu ni yule anayeongea, jamani Mungu anawapenda ndio shahidi. No, tunataka Mungu anapenda tuione kwako practically. Maandiko yanasema wapendeni adui zenu na muwaombee wanaowaudhi. Ni mara ngapi tunafunga tunawaombea maadui zetu, Mungu awabariki na neema yake watembelee, awaondoe katika vifungo hivyo, wawe huru na wawe na furaha? Au tunaombea maadui zetu watandikwe? Ni wangapi wameshawahi kuomba adui yake akuungutwe mpaka amekuja kwa njia moja aende kwa njia 7? Unaona, imenenwa kwamba mwafanye nini adui zenu? Alafu mimi nasema hivi, anasema imenenwa kwamba mwafanye nini adui zenu? Mwachukie adui zenu, lakini mimi nasema hivi, wapendeni adui zenu. Ni mara ngapi tunawapenda adui zetu? Na hauwezi ukapenda mpaka nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu mwanadamu wa asili ya Adamu anawezaje kupenda wakati yeye mwenyewe hana upendo ndani yake? Ni ngumu sana. Unaona, ngoja nifanye kitu kingine ambacho tujifunze leo kwa mifano tu midogo. Naomba mmoja kati ya wageni wa Dr. Ndodi aje hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Mpe mic. Ase, cheza wimbo wote hapo kwenye mic. Yeah. Kwenye piano, cheza wimbo. Wimbo wote mzuri. Dada, bariki kusanyiko. Yesu kwetu. Subiri kwanza, wanakuwekea beat. Tembea na beat kali. Alafu weka maneno. Ni wakati wa dada mtoto wa Yesu kumtukuza Mungu kwa wakati unaofaa na usiofaa. Dada, karibu. Usiogope, najua unaweza ukamtukuza, najua unaweza kumtukuza Mungu. Usiogope, usiogope, najua unaweza. Oh, najua unaweza. Usiogope, ninajua unaweza. Oh, mtukuze Mungu. Ninachukua nafasi, sitasema. Imba, imba, imba. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa aje pia, tukiomba kwa babaye, maombi husikia. Sikia. Yesu kwetu. Sikia. Endelea. Sikia. No, usizime bwana Jimmy, vipi bwana? Namfundisha ili ni ubiri, naomba nifuatilie. Sikia dada. Usiwaze. Tulia. Tafakari. Weka maneno, fata biti, mtukuze Mungu. Najua unaweza. Yesu kwetu ni rafiki. Sikia. Ninajua huo wimbo unaupenda, sasa uweke pembeni. Chukua maneno, rudisha kwa Bwana. Mwambie Bwana, nasema asante. Yesu asante. Sasa imba. Neno lasema, furahini siku zote, pole wenu na ujulikane na watu wote. Furaha na upendo vitawale maishani mwenu. Yesu anatusihi tupendane. Neno lasema, furahini siku zote, pole wenu na ujulikane na watu wote. Furaha na upendo vitawale maishani mwenu. Yesu anatusihi tupendane. Sikia. Njoo hapo. Oh, sema Bwana. Oh, sema Bwana. Oh, sema Bwana. Oh, sema tena, sema Bwana. Sema tena dada Bwana. Mwambie Yesu nakupenda. Oh, mwambie Yesu nakupenda. Sikia. Mwanzoni wakati dada biti inaenda, alikuwa na wimbo wake ambao hataki kuachana nao, na kwa sababu ule wimbo ulikuwa ndio umekaa kwenye kichwa chake,
hakuwa na mawazo ya kusikiliza biti. Yeye alikuwa anaimba wimbo wake. Na ndivyo ilivyo katika maisha ya kiroho. Kwa sababu na mambo yako yaliyo kichwani, hautaki kumsikiliza Roho Mtakatifu, hautakuwa na radha. Ili uwe na radha, ni lazima Mungu Roho Mtakatifu umsikilize. Ndio maana alipoanza kusikiliza, nikatoa mawazo yake kule, achana na huo wimbo, sikiza biti, tembea na biti. Akaanza kuja taratibu. Na maisha ya kiroho yako hivyo. Unaweza ukawa na mavitu mengi ambayo umeyapata kutoka kwenye kabila lako, kutoka kwenye tamaduni zenu, wakati mwingine kutoka kwenye elimu ulionayo, umetengeneza mavitu fulani hivi. Alafu ukiwa una move katika maisha, akili yako inaongozwa na hayo mavitu. Hauwezi ukawa chumvi katika jamii, hauwezi ukaleta radha. Hayo mavitu mengine ya flash. Sikia sauti ya Roho Mtakatifu, utakuwa na radha. Ndio maana anasema nyinyi ni chumvi ya dunia, na chumvi ikiharibika hata itiwe nini haiwezi. Mungu Roho Mtakatifu yupo kutufanya sisi tuwe wa maana. Sasa zoezi la kwanza umefanya vizuri, Mungu akubariki. Mpishe kwenye kinanda, kaa kwenye kinanda. Nenda tu, ndio tuna mahubiri yenyewe. Nenda. Kwa sababu watu wengi wameishazoea vitu fulani. Leo ni mwisho wa kambi, tunawapa vitu ambavyo ukitoka hapa umwambie Mungu Roho Mtakatifu na kuhitaji. Kwa mara ya kwanza kakaa kwenye kinanda, mikono ina hofu kugusa kinanda. Hata kama mimi ninajua kuimba, lakini kinanda kinapigwa vibaya, hakutakuwa na radha. Sikiza. Hata kama kinanda ni kizuri kiasi gani, lakini mpigaji aliyekaa ni mbovu, hata uimbe vipi, mziki wa una maana. Watu wanasema na huyu naye ndo anasali huyu. Ujue kwamba kuna mpigaji mwingine. Mikononi mwa Mungu Roho Mtakatifu sisi ni wimbo mzuri. Mikononi mwa shetani hatuna tofauti na mavi kabisa. Sasa dada Jimmy, muonyeshe tu kugusa kidogo do re mi fa sol la ti do. Aguse kidogo tu, muonyeshe. Angalia vizuri dada, afu uguse tu hiyo. Mjaribu kwa mara ya kwanza katika maisha yako. Okay, jaribu. Nenda, yeah. Unaona hata kuna hofu kugusa, hata kugusa ni hofu. Anza. Endelea. No, endelea. Jimmy unamwelekeza tena. Rudia. Good. Jaribu tena. Wakati una mikono inatetemeka, ukiona mikono yake inatetemeka kana kwamba kinanda kina moto na hakina moto, endelea. Mara ya mwisho. Jaribu. Malizia. Kuna hujakamalizia kama mwisho. Rudia tena. Umeona? Na ndivyo ilivyo maisha ya kiroho unapoanza kuongozwa na Roho wa Mungu. Wakati mwingine unakuwa unatetemeka, utafikiri Roho wa Mungu amekuja kukuzuru, kumbe yupo kwa ajili ya kufanikisha. Unaanza kwa hofu, hatimaye unaenda vizuri.
Ndio alisema kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, mkianzia Yerusalemu, Yudea, Samaria, sehemu ambazo watu wanajua kwamba we hauna maana yoyote, watu wanajua mabaya yako ya nyuma. Mungu anataka usimame ukiwa shahidi katika maisha, katika maneno, katika kila kitu unachokiishi, watu wamwone Kristo. Ukiwa umeenda kwenye stendi ya daladala, unasubiri kupanda daladala na watu wako nyomi na aisi ni moja au jani na kuja moja Costa, je, unasukuma watu ili upande au unatulia? Mungu anataka aonekane. Yaani ukipiga watu Pepsi afu ukapanda kwenye daladala, bado hujawa shahidi mwaminifu. Yaani Mungu anasema ukishindwa kuwa mwaminifu kwa madogo, hauwezi kuwa mwaminifu kwa makubwa. Yaani kama la daladala tu unapiga watu vikumbo wanaanguka chini, unaingia kwenye daladala mcha Mungu, vipi kuhusiana na bilioni 100? Unaweza ukatoa zaka? Ofisini kwako wanapokuja watu wachafu, unawakaribishaje? Yaani Mungu hataki mambo hayo madogo madogo hayo. Wakati mtu amekosea ndani ya nyumba yako, unamhendo vipi? Anatakiwa aone Mungu kupitia wewe. Dada, Mungu akubariki, nenda kakae pale, uwe na amani, umefanya jambo zuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaangalia wanakwaya, narudia tena, wanakwaya, nyinyi mna nafasi kubwa sana ya kukulia wokovu kuliko watu wote, kwa sababu midomo yenu kila wakati inapitisha maneno matamu ya Mungu. Lakini msipomwambia Mungu, tusaidie katika haya maneno tuyaishi kwa uweza wako, mtakuwa ni wanakwaya ambao hata mnachukiana anapolidi fulani kwenye maiki. Unachukua maiki, mwalimu anasema mpatie huyu, unang'ania. Anasema msiimbe saizi, mtaimba baadaye, mnachukia. Utakuwa ni mwanakwaya ambaye hauna hamu na uhusiano wako na Mungu, ila una hamu na kuimba. Ni mchungaji ambaye hauna hamu na kufundishwa na Roho Mtakatifu, ila una hamu ya kuhubiri. Kuna tofauti kati ya hamu ya kufundishwa na Mungu Roho Mtakatifu na hamu ya kuhubiri. Ni vitu viwili tofauti. Yale maneno unayoyatoa, anayekwenda kuyathibitisha katika masikio na fahamu za wanaosikia ni Mungu Roho Mtakatifu. Anasema anachokisema ni kweli, mimi ndiye nayemsaidia, anakiishi. Hilo neno halitatoka kwa anayesikia. Lakini ikiwa hivi, litaenda, itakuwa kama vile pressure ya Coca-Cola, alafu baadaye inapoa. Akitoka hapo hakuna neno hata moja. Mungu Roho Mtakatifu, unajua kila mtu anaweza katumiwa na Mungu Roho Mtakatifu, ila Mungu Roho Mtakatifu hakai kwa kila mtu. Maandiko yanasema Roho Mtakatifu hukaa kwao wanaomtii Kristo, ila Roho Mtakatifu anamtumia mtu yoyote yule, ila hakai kwa mtu yoyote. Kwa hiyo nategemea unapenda kutumiwa au unapenda afanye makao. Kutumiwa, unatumiwa tu. Alimtumia Farao. Alimtumia Nebukadneza. Alimtumia Koreshi. Yaani anatumia mtu yoyote kukamilisha mpango wa wokovu, ila hakai kwa mtu yoyote. Kiu yetu iwe Mungu Roho Mtakatifu kufanya makao katika fahamu zetu. Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia, lakini mtapokea uwezo ambao utawafanya mtende katika viwango vya tofauti, katika mambo ya kiroho, kimwili, kiakili na kiuchumi. Uwezo mtaupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea uwezo wa ajabu wa utendaji. Lakini mtapokea ubora unaojitosheleza katika kudumu katika hali ya kimaadili inayompendeza Mungu. Ni Mungu Roho Mtakatifu anafanya, wala sio mtu.
Anasema lakini mtapokea ubora unaojitosheleza kuwafanya muwe wavumilivu. Anayefanya kuvumilia ni Mungu Roho Mtakatifu. Kuna watu wako rahisi sana kukata tamaa. Yupo Mungu Roho Mtakatifu anayewezesha wanadamu kuwa na uvumilivu. Lakini pia sio kuwa na uvumilivu tu, kufanya maamuzi. Ni Mungu Roho Mtakatifu. Najua wanafunzi hamwezi mkafanya maamuzi sahihi kwa mambo mengi. Akisha kuja Roho Mtakatifu atawapa uwezo utakaowasaidia kufanya maamuzi sahihi. Akisha kuajilia, akisha kupindua falme ambayo haitokani na Mungu inayotawala katika fahamu zenu na kuwatenga mbali na kawaida ya dunia, ndakuwa mashahidi. Sasa kawaida ya dunia, ngoja niongee kidogo kawaida ya dunia. Kawaida ya dunia, kumtukana mtu matusi ya nguoni ni jambo la kawaida. Na kuna wapo wanaoingia kwenye nyumba ya Mungu wanatukana watu matusi ya nini? Ya nguoni, ni kawaida. Hiyo kawaida babu utengani nayo. Ni part and parcel na yani wewe na hiyo kawaida ni chanda na pete. Ni Mungu Roho Mtakatifu anakutenga na hiyo kawaida. Anafunga lijamu kwenye kinywa. Anafunga lijamu kwenye mawazo. Mtu akikuuzi, usipotamka unaweza ukatamka ndani. Kwa hiyo kuna kutukana kwa aina hizi. Kuna kutukana kwa uhalisia ambapo mtu anatukania ndani. Alafu kuna kutukana ambapo ni matokeo ya kutukana ndani yametoka nje. Sasa unaweza usimtukane mtu kwa yale matokeo, lakini umemtukana wapi? Ndani. Rijamu inafungwa kwenye fahamu na Mungu Roho Mtakatifu. Matusi yanapotea. Mtu amekuzengua unaona fresh, unamwambia fresh tu. Yaani kilo safi inatoka moyoni, fresh, mtu wa Mungu. Kwa nini? Sasa hamna shida. Mungu akubariki. Sio rahisi. Sisi wanasema mwanadamu wa asili ya dhambi hawezi akajiacha na dhambi. Dhambi imekuwa ni sehemu yake ya maisha. Ni Mungu Roho Mtakatifu ndio anamtenga mbali na hiyo. Kwa nini? Kristo alipokufa, damu yake imetusafisha. Sio kutusafisha tu, ametununua. Tumekuwa wake. Mwokozi wangu alinipenda, maovu haya nitengi naye, alijitoa kuniponya. Sasa mimi wake kabisa, naye Yesu wangu, si kwa wakati utu, bali na milele. Unajua aliponinunua, ngoja niwaambieni, inategemea Yesu ni nani kwako. Yesu kwangu ni Mungu. Yesu kwangu ni rafiki. Yesu kwangu ni kaka. Yesu kwangu ni baba. Yesu kwangu ni kila kitu. Yesu kwangu ndio tunu ya pekee katika maisha yangu. Hivyo basi, hakuna sehemu nzuri ambayo akili yangu itafurahia zaidi ya kuwa miguuni pa Yesu. Alininunua, akaniweka huru, na akuniacha hivyo. Akasema nitawachia nani? Msaidizi ambaye atakaa kwenu, atawaongoza kwenye kweli yote, hata mambo yajayo atawapasha nini? Habari. Wewe niwaambieni, hata kama kuna fustatuche amekupiga tanji baadaye huko, Mungu anakufunulia unakokwenda kuna fustatuche anakuwinda. Fustatuche wanasema, yani mwanadada ambaye amekuangalia anasema huyu jamaa nitamwinda mpaka nimpate. Roho wa Mungu anakufunulia. Na ukikutana naye anasema nishamuona kitambo huyu.
Unamwambia dada, sikiliza, Mungu anakupenda. Hata mipango unataka kuifanya tayari nishafunuliwa. Kristo alikufa kwa ajili yako. Mtu anabaki anashangaa. Ni kazi ya Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ukimovertake, ukawa unajiongeza, unafanya, hautaki kusikia, anakuacha. Maisha ya kiroho sio kupiga cha juu. Maisha ya kiroho upigi cha juu. Maisha ya kiroho tunaongozwa. Petro anasema nasi tunalindwa na nguvu za nane? Za Mungu. Kwa njia ya gani? Ya imani. Petro wa kwanza 1:5. Nasi tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Ametuzingira kila kona. Mungu ni mwaminifu. Tatizo ni kitu kimoja, ambao tumeitwa tuwe mashahidi, hatutaki kumsikiliza kiongozi. Huwezi ukawa shahidi. Shahidi ambaye hana kumbukumbu. Shahidi gani? Ngoja niwaambieni wapendwa, kubali leo, mpatie nafasi. Yeye ni mwaminifu, huwa anageuza kisichofaa alafu kinafaa. Ndio anayetengeneza. Na tofauti ya hapo, shetani amekuja kugawa na ataendelea kugawa. Anaanzia kugawa kwenye familia, anagawa kanisa, anagawa. Ni utengano mwanzo mwisho. Kuna watu ambao utakuwa na wakubali na watu wengine wakubali. Sikiza nikwambie, aliye na Mungu uamini kila mmoja ameumbwa na Mungu, na hivyo umpatia heshima stahiki kila mtu. Ukiwa unaongozwa na mashetani, kuna watu ambao utakuwa ni so dear na wengine sio so dear. Kwa mfano, ikiwa kama mimi mchungaji nafanya manuva ili kumuumiza mshiriki au mchungaji mwenzangu, then nakwenda wapi? Hakuna sehemu nayokwenda. Lazima tofauti zetu ziondolewe, tunie mamoja, tutaongozwa na Roho wa Mungu. Unaona ile kusanyiko la leo hili? Kusanyiko kubwa sana. Sasa ngoja niwaambie, ongea kadri unavyoongozwa na Roho wa Mungu. Unaitwa nani? Sema kwa sauti. Faraja nani? Samuel nani? Nani? Chacha nani? Chagwa nani? Naona ameshindwa. Ngoja nije upande huu. Unaitwa nani? Edita nani? Robson nani? More nani? Nani? Sangida nani? Simbadi nani? Lito nani? Mbona shida hiyo? Sijui nimpate wapi. Chukua mic niulize mimi naitwa nani, alafu uone vitu vyake. Chukua mic niulize mimi naitwa nani. Na tutakapofikia hapo, mambo yote yatabadilika. Niulize. Unaitwa nani? Anaitwa Jacob. Jacob nani? Martin. Martin nani? Rugoye. Rugoye nani? Yesu. Huo ndio ubini wangu wa mwisho. Hakuna mwingine. Ifike wakati kila mtu aone ni mtoto wa Mungu. Na utaanza kuona maisha yanakuwa tofauti. Yaani ubini huu tumefinywa, tumejifinya kukaa kwenye majina ya watu tu ambao wameshakufa kibao, wameshalala tu. Tukae kwake ambaye anaishi milele. Weka ubini wako, malizia Yesu, ndio final. Anasema kwamba sisi ni uzao wa kifalme, milki ya Mungu, watoto wa Mungu. Mimi mtoto wa Mungu. Kwa hiyo nikisema naitwa Jacob Martin Rugoye Yesu, usinionee wivu. Mimi mtoto wa Mungu na ninajikubali.
Unafikiri mtoto wa Mungu ajikubali? Mtoto wa Mungu lazima ujikubali hivyo ulivyo, na mtoto wa Mungu hataki kufanana na mtu mwingine. Ama prince, yaani mimi ni prince, mwana wa mfalme. Wakati mwingine huwa naweza nikasimama. Kuna wakati mwingine ukiwa mtoto wa mfalme raha sana. Naambia baba, nimechoka. Kipindi hicho nasoma, nimeshazunguka huko, nimeuza vitabu, mwinjilisti, mwanafunzi, nimechoka. Namwambia mzee, naomba gari inirudishe nilipotoka. Kwa hiyo nasimama, naimba nyimbo, honi pipi, angalia, naenda. Wewe vipi, mbona umesimama hapa? Nimesema nasubiri usafiri kwenda sehemu fulani. Ingia twende. Mwana wa ufalme, yaani ifike Mungu awe baba. Nakumbuka kuna kipindi kimoja tulikuwa tunafanya huduma, pepo korofi likatoa wasifu wake, akamwambia mimi ni serafi. Nilikuwa ni serafi na hudumu kwenye kiti cha mzee wa siku. Wewe unafikiri mimi natoka kama mapepo wadogo au wajinga? Mimi siko hivyo babu, mimi na nguvu za kutosha. Nikamwambia umesema ni iliyo kweli yani wewe ni balaa na kukubali kinyama. Sasa niliokuwa naomba nao wakaanza kuona kama mchungaji ameogopa. Yeye mchungaji analikubali pepo. Nikaanza kuona watu wanajikataa. Kama mchungaji ameshakubali pepo, nikamwambia sasa sikiliza nikwambie. Mimi ndio ni wa udongo, ila umeshasahau yupo kaka mkubwa. Nani? Nikamwambia Mikaeli. Natoka. Usingangane, vita hii ni ya mzee wa siku. Alimpromosha Lucifer huko. Maandiko nasema, natazama nalimuona shetani akishuka akianguka kutoka mbinguni kama nini? Kama umeme. Waisha kuona mtu anaangushwa au kiumbe anaanguka kama umeme. Umeme una speed, lakini Lucifer yani kule sehemu iliondolewa akapromoka akaanguka kama umeme. Hivi umesha kuona umeme wa radi? Radi ikiwa unapiga ile light. Ni kwa kasi mno. Lucifer alianguka hivyo. Ngoja niwaambieni wapendwa, ni lini tutakubali kuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu? Ni lini tutakubali mausia yake? Mbona tunabaki tu katika issue za ajabu? Unajua Mungu Roho Mtakatifu akikuongoza anakupa discipline mpaka kwenye macho. Lakini kama Mungu Roho Mtakatifu akuongozi, hauna discipline kwenye macho, utakuwa unaangalia makalio ya watu tu. Wewe ni kuangalia na kusindikiza kalio la kwanza, unasindikiza la pili, la tatu. Unapewa discipline kwenye macho. Alafu sana tunasema wanatujaribu, wanatutesa. Unateswa mwenyewe na tamaa zako. Bwana akiweka rijamu kwenye macho, yaani hautakuwa na issue kuangalia kalio la mtu. By the way, na wewe kalio si unalo? Ngoja niwaambieni wapendwa, Mungu Roho Mtakatifu anatiisha kila kitu. Kila kitu kinatiishwa. Mawazo yanatiishwa, nia inatiishwa, hisia zinatiishwa, kila kitu. Nasema msitoke mpaka mtakapopokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Shahidi ambaye Mungu aturehemu. Kwa kambi ili tupone. Unatiishwa mazee, afu unaridhika. Paulo anasema hivi, siongei haya kwa sababu na mahitaji. Mimi nimefundishwa kuridhika na hali zote. Nimefundishwa kushiba, nimefundishwa kuwa na njaa. Nimefundishwa kuwa na vitu, nimefundishwa kutokuwa na vitu.
Unafikiri anayemfundisha nani? Ni Mungu, Roho Mtakatifu. Anasema kwa uzuri aliyokuwa nao Yesu Kristo, nimehesabu mambo yote kuwa kama nini? Kama mavi. Hizo sentensi sio ndogo. Ni mtu mambo yote kuwa kama mavi kwa ajili ya uzuri aliyokuwa nao Kristo Mwokozi wangu, wala sio ni hasara. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupenda. Anachotaka tu ni kumwambia mzee, mimi siwezi. Na mara nyingi sana kila anayejifikia anaweza ndo anabondwa. Ukiona kama unaweza sana ndo utabondwa vibaya. System ya mambo ya kiroho ni hivi. Kila anayeona ni dhaifu na kutazama juu anapata nguvu. Na kila anayejiona ana nguvu anabondwa kinyama. Utakuwa unakaliwa na washirikina usiku wanakujambia. Alafu unasema jamani, twendeni kanisani, wanakuangalia, wanasema sasa unaenda kanisa gani? Yaani wakati nyumbani kwako yani kuko kweupe, milango yote wazi. Bwana Paswa wakija wanakula makofi. Alafu waoni wanaopewa wanakuambia hivi, wewe mganga wako nani? Naambia mimi sina mganga, ila naye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Tumpateje? Njooni. Wakifanya hivi, milango inafunguka, wanaingia, wanafanya kufanyika. No. Nilikuwa kwenye kambi moja, spider mkubwa kama kiganja hiki. Spider mkubwa. Mimi mwenyewe mpaka nikashtuka. Spider mkubwa kama kiganja mpaka na manyoya. Bonge la spider, alafu ile sindano yake kubwa. Spider alipigwa ukutani, akapigwa huko. Akaanza kutoa yale miudenda yake. Anakuwa na rushwa, mimi naona anabamizwa chini. Nikamwambia mzee, nakukubali sana. Mzee, ninakukubali mno. Nipe nguvu nizidi kukuamini. Nipe nguvu nizidi kukutegemea. Nipe nguvu nisikuwekee mashaka. Na shetani anachofanya, atafanya juu chini apandikize hofu, umwekee Mungu mashaka. Ili utimize andiko, kila anayemwendea Mungu lazima aamini. Kwa hiyo tata hauamini. Na maombi yake ambaye hana imani yanafananishwa na mawimbi ya wapi? Ya baharini, huwa yanaondolewa nje na upepo. Pata nafasi ya kumwambia Mungu, ukiniacha sitakuamini kwa sababu sijawahi kukuona. Naomba unipe nguvu nikuamini. Nipe nguvu nikutegemee. Hata wakati mwingine napokuita hauonekani kama umetokelezea, naomba nidumu kukuamini. Majibu yote kwa Mungu ni ndio. Jawabu zote ambazo zinatoka kwa Mungu kwa watoto wake ni ndio. Alafu ndio ya Mungu sio kama ndio ya mwanadamu. Ndio ya mzee wa siku ina staili zake, na ndio ya wanadamu ina staili zake. Waambie wana wa Israeli waende mbele, wavuke. Watu wanalia, bahari ndio hiyo. Mzee hapa pana njia ikatokea, watu wakachapa hapa, wakavuka, bahari ikarudi. Mzee njia zake haziwezi kueleweka kwa akili zenye ukomo. Akili zetu ni ndogo, zina ukomo, na hatuwezi tukamwelewa Mungu kwa hizo akili ndogo. Lazima ngoja niwaulize swali. Mungu yuko kila sehemu, saizi yuko kwa kila mtu. Wewe huyo Mungu unamhitaji sasa? Unamweka kwenye nafsi gani? Moja au wingi? Mimi saizi yuko kwangu, yuko kwa kila mtu, kana kwamba uko peke yako kwenye hii dunia. Anavodili na wewe kana kwamba wewe uko peke yako kwenye dunia. Huyo Mungu unamwadresi vipi? Wakati yuko hapa anaongoza masayari mengine makubwa na viumbe wengine, ni yeye huyo. Mungu ni mkubwa.